tunaenda kuangalia kazi ya kibali. Hapa tunaenda kuangalia kazi ya kibali. Bwana Emmanuel, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Sasa ninaomba kwa faida ya mtu anayetutazama na kufuatilia, kwa sehemu ukatuelezee hivi kibali ni nini? Mtu anaposema kibali anakuwa na maana gani? Ni kibali anakuwa na maana gani kwa faida ya mtu ambaye anafuatilia pale? Kwa ufahamu nilionao, ndio kwamba kibali ni kitu kinachofanya mtu akubalike hata mahali ambapo anakuwa. Fupi kabisa ni kwamba kibali ni kitu ambacho anakuwa nacho mtu mwenyewe ambacho Mungu amemtuma ndani ya mtu, ambacho kinakufanya mtu huyo akubalike hata mahali ambapo angestahili kukataliwa. Maana kitu hiyo kinaenda zaidi ya hali ya kawaida. Kwa mtu akiwa na kibali, ina maana anaweza kaingia mahali ambapo wengine wameshindwa na yeye akaingia. Ndio kazi ya kibali. Sawa. Sasa hapo mimi napata picha. Niliposema hivyo napata picha ambayo inajengeka kwamba kuna watu nakuta unafanya biashara, lakini ile biashara ukuta akifanya biashara, ile biashara haifanikiwi. Yule mtu anakuwa kukosa kibali cha biashara, au tunaweza tukaiwekeje? Au kwenye biashara hakutaji kibali mtu ili mtu akubariki. Cha kwanza kabisa ni sema kwamba kibali kinategemea kila sehemu. Kila eneo kibali ni muhimu sana. Kibali kimefungwa kwenye nafsi ya mtu. Kwa hiyo yani kila eneo linatoa kibali kwake. Lakini mfano eneo la biashara sio kwamba watu hawana kibali, labda inategemeana na ufahamu wa mtu wa biashara. Maana kuna mtu kibali chake anakiharibu tu kwa kutokuwa na kitu nzuri. Mwingine tunajua hata kuongea kwa nini wateja anakosa kibali kwa sababu hajata kuongea na wateja. Sasa utapataje kibali na wakati hujata kuongea na wateja? Okay, sawa. Hapo nimekuelewa. Kwa mtu anaweza kuwa ana kibali, lakini sana namna anavyoongea ni kama ambazo anaweza akamfia mteja hata asitamani kuhudumia na yeye tena. Ina maana hiyo. Kwa hiyo inategemea na yule muuzaji au mmiliki namna anaweza kuongea na wateja. Lakini kwa mtu mwingine sasa, kwa mtu mwingine anaongea wateja kabisa vizuri, anaongea wateja vizuri kabisa, lakini biashara yake haiendi. Yaani yupo ndio, kwa mtu mwingine yani yeye maneno yake yanasababisha kukosa wateja, lakini kwa mwingine yeye kabisa wateja vizuri, lakini hapati wateja. Huyo si kibali kimechukuliwa, au ni kitu gani ambacho kikosa? Au bana anafanya biashara ambayo sio ya kwake, ambaye anafanya kazi ambayo sio kwake, labda atakiwa labda awe mkulima ambaye kufanya biashara. Ambacho ndio nikasema kwenye hili ni kwamba kwanza ukishaona mtu anaifanya kazi, na maana kama alipenda kazi akaamua kusema naifanya, haina maana kama sio kazi yake. Kwa sababu kwanza kama kaipenda, manake inaonyesha kwamba ile kazi iko moyo wake. Sasa kwenye maeneo kama hayo, ukiona mtu anajitahidi kusema na wateja vizuri, hapo kuna tatizo. Aidha kibali hakipo. Yaani kibali hakipo. Unajua kwenye hizi kazi kuna mambo ya kiroho na kuna mambo mengine sio ya kiroho. Kwa mfano swala la kuongea na wateja vizuri ni swala ambalo ni kawaida la nje kabisa. Lakini wakati mwingine kama kibali hakipo, kama mtu ana kibali, unaweza ukaongea vyote vile. Ukaweka maneno mpaka ukaweka na maneno yenye sukari au chumvi, kwa uweka vizuri, lakini bado usipate wateja. Kwa hiyo na maana kama uko na hali kama hiyo hapo, kwa wale ambao labda wana imani, unaweza kumwomba Mungu, muulize Mungu kwa nini kuna shida hii. Lakini wale wengine ambao unakuta hawana imani labda ya Mungu, hapo sasa ndo ina maana, kwa sababu wanaona imani ya Mungu na bila utafute kwa nini hiyo hali. Lakini kibali kikiwa kipo, hakuna anaweza anaweza kukizuia kibali kama kipo. Yaani kishapopo kibali, ina maana kazi inaenda vizuri. Okay, sawa. Sasa hapa sasa nadhani sasa kama tulivyo huu ulikuwa ni mwanzo tulikuwa tunaangalia namna kibali au kazi ya kibali nini. Kazi ya kibali
ni kukupa nafasi. Yaani mtu mwenye kibali chote anachokifanya yaani kinafanikiwa. Hata nadhani hata hawa wasanii, kwa mfano wasanii ambacho huwa wanaenda kwa wasanii nyimbo za kidunia, ambacho wanaenda kwa shetani kuomba kwamba wewe maarufu, huwa ni kibali, ili kwamba akiimba nyimbo yake azungumziwe. Kwa hiyo huwa anaenda kutafuta kibali, ndio hivyo. Niongezea hapo kusema kwamba wale wanatafuta kibali, lakini ile kibali wanayotafuta au kwa lugha nyingine labda ambayo inaeleweka, wanasema wanatafuta mvuto. Mvuto maana yake kifanya kazi kama ni mbaya zaidi watu ndio kibali. Mvuto ndio wanaenda kutafuta kwa shetani. Sasa hiyo ya kwa shetani hiyo iko nje na kanuni za Mungu. Sababu hiyo inampeleka mtu kufanya mambo ambayo ni giza. Mfano mtu anaweza kaenda kwa shetani kwa mvuto, lakini vinavyofanya vinamchukiza Mungu. Kwa hiyo ni mvuto kwa upande ule wanaenda, lakini ukileta kwenye lugha ambayo ni lugha nzuri, na maana ni kibali. Anaenda kutafuta kibali ili kwamba nyimbo zake ziweze kupenya, ziweze watu wakisikia, hata kama nyimbo ni baya, watu waweze kulipenda. Kwa hiyo ni kazi ya kibali. Na hapo nilikuwa nimesema sababu umesema kazi ya kibali inakupa nafasi, hata mali ulikuwa ustahili kupata nafasi, lakini unapata nafasi sababu wewe una kibali. Kwa hiyo kazi ya kibali ni kukupa nafasi pale ambapo hata ulikuwa ustahili kupata nafasi. Lakini sasa lazima tuangalie kwa vitu vingine pia, kwa vitu vingine ambavyo unaweza unatakiwa ufanye ili kwamba upate kibali. Maana sio kibali ya kitu kwa mradi kimekuja, kuna gharama ambayo inabidi uitoe ili kwamba upate kibali. Kwa mfano Mungu kumpenda Habili na kumchukia Kaini, kwa sababu Habili alikuwa anatoa sadaka, alikuwa anatoa sadaka nzuri mbele za Mungu. Kwa hiyo namna anatoa sadaka nzuri mbele za Mungu, kwa hiyo sadaka yake ikapata kibali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni sadaka nzuri. Kwa hiyo na Habili mwenyewe akapata kibali, lakini Kaini alikataliwa. Kwa hiyo kibali hakiji tu, kuna kitu ambacho inabidi ufanye ili kwamba uweze kupata kibali. Nadhani kuna nini, labda unaweza kumzungumzia Yusufu kidogo. Yusufu unaweza kumzungumzia Yusufu, maana yeye alikuwa ni mtu ambaye amepata kibali. Labda kwa nini alipata kibali Yusufu? Ni kwa nini alipata